Changamoto hizo zipo mavioni kwa sababu moja, mtu anakuja aelewi maisha ya chuo alivyo. Anafika kutoka kule nyumbani, maybe kwamba kule kwao walikuwa na desturi zingine, anafika huko anaingia katika magrupu ambao magrupu yale yanaweza kumpelekea kuingia katika hatua mbaya. Kwa maana kwamba anapofika chuoni kuna uhuru. Kwa hiyo uhuru unapelekea anapokutana makundi mengine tofauti tofauti, pia anaweza kujiunga na vitu ambavyo havijafaa. Kwa sababu ukiangalia kule chini alikuwa anabanwa sana. Kwa akija huku ule uhuru unampelekea kuchange ile tabia kutoka nyumbani hadi ya huku chuoni. Maisha magumu ya wanafunzi kutoka majumbani kuja chuoni kwa namna moja ndio yanaweza kapelekea wanafunzi kubadilisha tabia zao kutoka kwenye tabia nzuri kwenda tabia mbaya, kulingana na kuwa wanakuwa hawana njia ya kujikimu au kukimu mahitaji yao na kutafuta njia mbadala ambazo zinakuwa njia ambazo sio nzuri, kuingia katika kujiuza, kutumia labda makundi ambayo yanatumia sigara hivyo. Kwa upande wa wanafunzi ambao wamekuwa na either wana uwezo mzuri lakini kutokana na uzembe fulani wanashindwa kuperform vizuri kwenye masomo yao na kujikuta sasa wanashawishika kugawa miili yao either kwa walimu, lengo kuweza kupata marks ambazo ni nzuri. Tumeshuhudia katika vyuo vikuu wanafunzi wengi wakipotea na wengine kupoteza maisha, na nyinyi ni mashahidi kwa mambo ambayo yapo vyuo vikuu yanatisha sasa hivi. Kuna mambo mengi, lengo la kuwepo chuoni sasa hivi linapotea. Wanafunzi wanabeba mimba ambazo hazikutarajiwa, drop out ni nyingi sana, wanafeli, wanajiua kwa sababu ya mahusiano. Kusudio kubwa la mradi ni kuwawezesha wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya kati kuweza kutambua haki zao na pia kutambua lengo ambalo linalowapeleka vyuoni na kuwawezesha kutimiza hayo malengo. Kwa sasa hivi mradi unahudumu katika vyuo vikuu 26 na chuo cha TIA kampasi ya Singida ni miongoni mwa hivyo vyuo, na tunawawezesha wanafunzi wote wa kiume na wa kike, lakini pia tunajengea uwezo staff kwa ajili ya kuwawezesha wanachuo wawapo vyuoni na pengine hata wapo nje ya vyuo, na lengo kubwa pia ni kwa ajili ya kupafanya chuoni pawe ni sehemu salama ya kujifunzia na kufundishia kwa walimu. Mradi kama huu unaweza sasa kuwafanya wanafunzi wetu waweze kujipambanua. Ni mradi ambao utatusaidia sana na unatusaidia kuwafanya watoto ambao wanapata changamoto wakiwa chuoni na hawawezi kumuona mwalimu, hawawezi kuniona mimi kama mshauri wa wanafunzi, kutumia wanafunzi wenzao waweze kuwaelezea matatizo yao, na kwa sababu tunawawezesha kwa elimu hawa wanafunzi wenzao, wanaweza kutoa majibu sahihi zaidi katika kuondoa zile changamoto ambazo wanaenda kuzipitia au tumekuwa tukizipitia katika maeneo ya vyuoni. Tunajua kuna vurugu nyingi sana, kuna kutendeana ukatili wa namna nyingi sana. Usije ukawa sasa ndio kikwazo. Yaani wewe unatakiwa ukawe ni suluhisho, si ndio? Usije ukawa tena ni moja hapa ni changamoto tena wewe mwenyewe. Unaweza ukawa changamoto kama utatumia fursa vibaya. Kwa hiyo niwaombe tu msije mkatumia hiki cheo cha peer educator au hicho kiti vibaya. Naomba mkitumie kwa malengo ambayo yamekusudiwa.